South lazima itakuwa mechi ngumu. Japo wale jamaa hawana mashabiki wengi sana kwa sababu ni timu changa, sio timu ya muda mrefu sana. Nakumbuka ligi kuu amepanda mwaka 2017 16 17 msimu wameanza kucheza ligi kuu. Kwa sio timu ya muda mrefu kwamba inawezekana ni tishio, ina rekodi nyingi. No. Kwenye kabati lao kuna makombe mawili, kombe ambalo walibeba kuwania kufuzu ligi kuu, yani lile la Championship Championship na lile la Carling Knockout Cup 2023. Kwa hiyo ni timu changa ambayo cha nyongeza labda wale jamaa wana msuli sana kifedha, kwa sababu tajiri wao ni tajiri namba 2 Afrika kwa hivi sasa, Johan Rupert. Yani mbele ya nyuma ya Aliko Dangote anafuata yeye Johan Rupert. Kwa hiyo fedha kwao si changamoto sana. Ni timu ambayo of course ina wachezaji wazuri sana ambao wanaweza kukupa game nzuri pale ambapo wewe mwenyewe hutarajii. Although sasa hivi wanapitia changamoto ya kumkosa striker wao Lehonolo Mojela, lakini still wanafunga sana mabao kwenye eneo la mbele. Eneo la kiungo yuko De Jong ambaye anafanya vizuri sana akisaidiwa na Nduli, bwana mdogo Nduli anavaa jezi namba 8, anachomekea umri miaka 29. Lakini kwenye eneo la striking force yuko Ashley Cupido ambaye alisaidia kutoka Cape Town Spurs. Kwa hiyo wana combination ya vijana wenye damu changa lakini vile vile wakongwe. Damu changa nyingine ni akina Fawaz Basadien, ni beki wa kushoto, miongoni mwa wachezaji ambao wanataja kwamba inawezekana wakacheza Soweto msimu ujao. Kwa hiyo ni combination fulani ya wachezaji ambao wanajiweza of course. Eneo la goalkeeping yuko Serge Stevens, mmoja kati ya walinda milango ambao huwa anafanya saves nzuri kweli kweli, japo dhidi ya Zamalek hakupata labda unaweza kusema labda kashikash hapana, lakini ni moja kati ya silaha nzuri sana za Stellenbosch. Cha nyongeza zaidi, Stellenbosch wako na Steve Barker tangu mwaka 2017 anapanda daraja. Sasa 2017 hajabadilisha kocha mpaka hivi sasa. Unaweza kujuza ni timu ya namna gani. So wako serious sana wale jamaa kwenye project yao, na wana wachezaji ambao wanaweza kubadilisha matokeo muda wowote, na wana wachezaji ambao kwanza wako maturity kiakili, lakini pia wako tayari kujifunza. Namzungumzia mtu kama Divan Titus, mmoja kati ya mchezaji ambaye ni mzuri kweli kweli kutokea eneo la katikati. Lakini msimu uliopita mwezi wa 12 walikuwa na bwana mdogo Jaden Adams, bahati mbaya akajiunga na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo Simba wategemea mchezo mzuri, lakini I'm sure watafuzu kuelekea nusu finali.